kiambiu Yesu lo aponya itangazeni. Je, utajitunzaje nafsi yako? Utajilindaje nafsi yako? Kujitunza nafsi yako au kujilinda nafsi yako kwa ni kujizuia na matendo yasiyozaa matunda yapasayo toba. Kwa maana yake ni kwamba ni mtu kujizuia na mambo ambayo neno la Mungu amesema acha, ukajitenga nacho. Acha hiki ukajitenga nacho. Acha hiki ukajitenga nacho. Usiende hivi ukaacha. Usifanye hivi usifanye hivi. Usishirikiane na mambo haya ukaacha nayo. Kwa ni kujizuia na matendo yasiyozaa matunda yapasayo toba. Jitenge leo ukajitenga nacho. Achana na hiki ukaacha nacho. Uko pesa utajilinda nini? Nafsi yako. Usishirikiane na mambo haya na ukafanya hivi. Mfano mzuri, Yohana Mbatizaji alihubiri habari ya ubatizo wa maji mengi kwa Wayahudi. Mafarisayo na Masadukayo walienda kwa wingi katika ubatizo wa nani? Wa Yohana Mbatizaji. Walipoenda kwa wingi katika ubatizo wa Yohana Mbatizaji, Yohana alipowaona aliwaambia kitu kimoja. Ni nani aliyewatahadhari kuikimbia ghadhabu ya Mungu? Ni nani aliyewashtua kuescape ghadhabu ya Mungu inayokuja? Sasa Yohana akawaambia kwamba basi kwa kuwa mmeujia ubatizo wa maji mengi, basi Mathayo 3:8, basi zaeni matunda yapasayo toba. Kwa nini aliwaambia hivyo? Kwa sababu Yohana yamkini aliona watu hao wanadhani kwamba ubatizo yatosha kuingia mbinguni. Aliona watu hao wanadhani kwamba tayari kitendo cha kubatizwa tu ni tiketi ya kuingia mbinguni. Yohana akasema basi kwa kuwa mmekubali kuescape ghadhabu ya Mungu, kuikimbia na kuujia ubatizo wa maji mengi, basi zaidi matunda yapasayo toba. Maana endeleeni kuonyesha mabadiliko ya maisha yenu ya awali, kuwa jamani tumebadilika kweli, tumekuja katika nuru, tumebadilika kweli, tumeachana na mambo yale, tumeachana na vitu vile, hatutaambatana navyo. Ndio Yohana anasema endeleeni kuzaa matunda yapasayo toba, endeleeni kuonyesha mabadiliko ya maisha yenu ya mwanzo. Sasa mmekuja katika maisha mapya, endeleeni kuonyesha sasa matendo na tabia za maisha mapya. Kwa nini? Sasa kitendo cha mimi kuokoka na kumpokea Kristo na kupata ubatizo wa maji mengi, maana yake niendelee kuonyesha matendo au tabia za kumpendeza Mungu. Niendelee kuenenda sawasawa na neno la Mungu linavyotaka. Hapo nitaweza kujitunza nafsi yangu. Hapo nitaweza kujilinda nafsi yangu. Kumbuka, nafsi yako ikichafuliwa, unaweza ukapungukiwa na vigezo vya utakatifu. Bwana Yesu sana. Efeso sura ya 5 mstari wa 11. Waefeso. Waefeso sura ya 5 mstari wa 11. Inasema hivi: wala msishirikiane na matendo yasiyozaa ya giza, bali yakemeni. Maana yake usishirikiane na matendo ya giza yasiyozaa, bali tufanye tuyakemeni. Kwa tafsiri nyingine, tuache kushiriki katika matendo yasiyozaa matunda ambayo ni ya giza, badala yake myafunue jinsi yalivyo. Maana yake tuache kushirikiana na tabia ambazo hazifai katika mapenzi ya Mungu. Tuache kushirikiana na tabia ambazo hazimpendezi Mungu. Tuweze kujitenga na mambo hayo. Tuweze kujitenga na jinsia hiyo. Tuweze kujitenga na mienendo hiyo. Anasema lakini bali tuchukue jukumu la kuweza kufunua kwamba hiki hakifai, hiki hakifai, mwenendo haufai, maisha haya hayafai, uvaaji haufai, matamshi hayafai, ongea hii haifai, hivi ulivyo haifai. Umeona? Anasema basi tuendelee kuyafunua, lakini tushirikiane nayo. Bwana Yesu. Sasa hauko ndiko utakaweza kujitunza nafsi yako. Nafsi yako ni pana sana. Ukishindwa kuitunza nafsi yako, nafsi yako inaweza kuvamia na mawazo mabaya. Nafsi yako inaweza kuvamia na wivu, na faraka, chuki, wivu, hasira, kutokuelewana, kukosa upendo. Tabia kama hizo inaweza kusababisha nafsi yako kachafuliwa. Nafsi yako ni muhimu sana. Nafsi yako inaweza kapelekea upate ufalme mbinguni. Shalom shalom. Basi Mungu akubariki sana.
Yesu lo